Tanzania yetu sina amani, na sisi pia tupo kwenye amani, na amani imetawala, na amani iko safi, na wala hamna tatizo lolote lile katika Tanzania. Ila tu ni wale ambao walikuwa kwenye dharau nchi ya Tanzania na kudharau viongozi wa serikali ya Tanzania na kukimbilia nje, ndio ambao wanaotushawishi na sisi pia na kutushika masikio ili na sisi tuwe kama wenyewe, tulete vurugu wakati hatujajiandalia makao mazuri. Tutakapoleta vurugu, tukikimbia, tukidharau serikali ya Tanzania, tukikimbia, tutakimbilia nchi gani ama tutakimbilia wapi? Ndio tutaishi katika mazingira gani? Kwa hiyo wenyewe hadi wameamua kufanya hivyo, tayari wameshajitengenezea mazingira. Sasa wametushika sisi ambao kidogo elimu ni chache, ambao tujasoma, hatujui sheria, ndio tunakaa tunashikika masikio, tunaenda tunaleta vurugu, tunaharibu miundombinu ya Tanzania, mazingira ya Tanzania, kisa maneno yao. Kwa hiyo kilichotokea sisi tumejifunza na tutakuwepo makini, na Watanzania msiwasikilize sana au madada wawili walioko nje. Hao madada walioko nje wawili ni wajinga, tena ni wapumbavu tu sana, tena ni washenzi, zaidi ya maelezo. Yaani ni wajinga, ni wapumbavu, ni washenzi, au sio wa kusikiliza. Hao ndio wanaotusababisha sisi tuingie katika matatizo. Na katika ugomvi ama vurugu iliyotokea 29, hakuna ndugu yao yoyote yule ambao aliosimama, na hakuna ndugu yao yoyote aliyopatwa na tatizo, na hakuna ndugu yao yoyote ambao alioandamana, ila wanatushika tu sisi watoto wa kimaskini, watoto wa mafukara. Tumeshakula zetu madouble kick, mashimwa, maambiance, majaribu yale, sijui manini, karibu, yani tumeshalewa majimwa, madouble kick, majobu, makuka. Kwa hiyo tukishalewa kama hivi smart jini, ndo tunaenda tu tunaleta vurugu. Zile akili za pombe ndo zilikopo zimetuchanganya, ila tumeshajifunza na tutakuwepo vizuri. Na wale madada walioko nje waache masuala ya kipumbavu. Kama wenyewe wanataka kushikwa matako na mikundo yao, waendelee kushikwa na mabwana zao, ila sio na tuchochea sisi wa Tanzania. Tunaanza kuleta mambo ambayo yasiyoeleweka katika nchi yetu, na sisi tunahitaji amani, utawala udumu.